Cha kwanza, ukishaingiza sauti, ukishaingiza vocal, yani mtu kaja studio kwako kaishaingiza sauti, baada ya kumaliza kuna kitu kinaitwa pitch correction. This is very very important kwa sababu how to correct, unafanya correction sehemu ambapo kuna mistake, so unataka kuziweka sawa. Hapa tunazungumzia pitch correction. First of all, you have to use Melodyne baada ya muimbaji kuimba. Kitu cha pili leo tu ambacho tunacho kuangalia, tunaenda kuangalia sasa kwenye auto tune, how to tune vocal wako. Jinsi gani ambavyo tunaweza tukatune sauti yako. Hapo ndo kuna unyama sana. So leo tunakwenda kuangalia kwenye auto tune. Jinsi gani leo tutakuwa sasa tuko pale kwenye Melodyne na auto tune. Nimekwambia tunaweza tukaanza kuziplay. Ngoja tuanze kuziplay uzisikilize. Nimekubali na unayanafanania. Hii hapa sauti haina Melodyne, haina auto tune, haina chochote maana. Kwa hiyo cha kwanza mimi hapa naanza kuweka Melodyne. Natakiwa sisi tulini na hii hapa, ambapo hii hapa ndio pitch tools ambayo inaweza ikasababisha kuipeleka juu au kushuka chini. Hiyo unasikia manake kama hapa kuna pitch ambayo haiko sawa, manake kila ninapokuwa kipa mimi nataka nishushe vipi hii, labda sauti imezidi sana kwenye kupanda, kwenye kuimba sana, natakiwa niipunguze kidogo, au nataka nifanye nini. Naendelea tu kufanya hizo pitch correction ambavyo jinsi kinavyotakiwa. Unaelewa bwana? So baada ya kuweka Melodyne kwenye pitch correction, sasa unaangalia auto tune. Hii hapa mimi nimeselect auto tune hapa. Ngoja usikilize wimbo wetu. Tena unakusudia sana vitu ambavyo natakiwa uvijue ndani ya auto tune. Cha kwanza kuna hapa input type. Hii input type kwamba ni sauti ya ngapi. Humu ndani unakuta kuna tenor, kuna soprano, kuna low instrument. Lakini hapa kwenye keys unakuta hapa kuna keys, kuna C sharp, D sharp, E sharp etc. Hapa kwenye scale hizi hapa ni ngazi, kuna major, kuna minor. Ndo kushoto kuna retune speed hapa. Hii hapa ndo kazi yake kuitengeneza ile speed yako ya auto tune iweze kuwa inafanya kazi hiyo hapo. Lakini hapa kuna flex tune. Pia kuna vibration. Vibration ni ipi? Ni ile vibrato. Unatengenezaje vibration katika sauti. Lakini humanizer ni sehemu ambapo pale kumfanya mtu sasa awe na ule uhalisi wake. Kwa kitu cha kwanza tunachoanza kujeza hapa, kwanza kwenye key. Usiweke vitu vingi sana kwenye key. Select huyu hapa, kaimba kwenye F. Tunaweka F. Kwenye scale tunaweka kwenye major. Hiyo ndio ngazi alipoingia. Baada hapo mimi nacheza tuna retune speed. Sikiza inavyozidi kwenda. Na unayanafanania ya bifana fadhali. Tena unakusudia. Unasikia inavyokuwa? Ama kuona na flex tune mimi hapa na mweke zangu mpaka 9 au 10. Humanizer 10 ili asipoteze ule uhalisi wake. Kwa kwenye humanizer hapa namweka mpaka 10. Inatosha. Sasa kwa nini unasikia anavyokuwa naimba sasa hivi? Na unayanafanania ya bifana. Sasa nikitoa auto tune ungenikatalia. Sasa kwa nini umekubali? Na unayanafanania sudia na auto tune hapo. Ama kuona na sehemu ambapo alipokuwa kwa ovyo ungenikatalia. Sasa hivi kanyoka. Ukishaweka Melodyne unafuata auto tune. Hivi ndio vitu ambavyo vinaifanya sauti yako iweze kunyoka. Kwa sasa sauti yangu imenyoka na iko sawa. Baada ya hapo kinachokuwa kinafuata sasa, kitu cha kuzingatia kwenye auto tune ni hivyo tu. Kamata pale kwenye keys, kwenye scale, kwenye retune speed weka mpaka 0, basi unakuwa umemaliza. Usirudi upande wa kushoto, nenda kulia mpaka 0 kwenye retune speed. Baada hapo unaangalia kama humanizer. Tena unakusudia. So see you next time. Somo linalofuata hapa tutakwenda sasa kuangalia ni kwenye group bars. Group bars ni wapi? Group bars ni hapa. Na kwenye group bars ndio tutakuja kuangalia, je, kwenye group bars tumeweka nini na nini. Ni vitu vyetu viko hapa kama tunavyoona. Nitakuonyesha hapa kwenye insect kunawekwa nini na kwenye sense kunawekwa nini. So kwa nini umekubali?